Kama ODM yuko na nguvu, na Wiper yuko na nguvu, na Jubilee yuko na nguvu, ndio Azimio yuko na nguvu sawa sawa. Sasa nataka vijana waingie ndani ya chama. Chama ndio nguzo yetu. Tukienda kwenye harakati ya ukombozi, silaha yetu yani mkuki, mshale na ngao ni chama. Na chama kama yuko na nguvu, ndio tunaweza kushika utawala, hatamu ya utawala katika taifa letu. Chama ni kama mto, niambia watu wengine. Ile mto unajua inatoka mlimani. Maji yanatoka mlimani, maji mengine yanaingia baharini. Sasa inakuwa kama nyoka ambayo inatoka kule. Kichwa inaingia kule baharini na nyingine inatoka huko kwa mlima. Sasa hapo chini ndio utakuta hapo kuna vijana. Vijana kama wako ndani ya chama wana uwezo, wana nguvu, ndio chama inakuwa na nguvu zaidi. The youth are the vanguard of the party. Sawa? Hapo mbeleni hapo unakuta kina mama. The women league of the chama vile iwe na nguvu. Leo pande nyingine unakuta veterans wale wanapigana vile mpaka wawe ndani ya chama. Kuna wale wasomi ambao tunaitwa think tank ya chama vile mpaka wawe ndani. Alafu kuna wale wazee, the elders wako pale. Ile maji ambayo yanaingia kwenye bahari sasa wazee wanakuwa pale. Lakini tunataka vijana waingie kabisa. Kwa sababu tumesema tunataka serikali ipeane vitambulisho kwa bure kwa vijana wetu. Tunajua kuna vijana wengi ambao wamehitimu umri sasa ya kupiga kura na hawana vitambulisho. Ama kweli urongo? Sasa Ruto anaweka ati mpaka utoe pesa shilingi ngapi ndio upewe kitambulisho. Kitambulisho ni haki yako ya kuzaliwa. Maana hiyo ndio inathibitisha hata wewe ni Mkenya. Unataka kitambulisho ipeane bure, sio? Sasa wao Ruto wameshindwa na kazi. Uliona waliiba ushindi wetu mwaka jana. Sio waliiba ushindi yetu? Sio waliiba? Lakini waliiba nimekoma kwa koo. Nikataa kuteremka hapa chini. Inawanyonga. Sina wanyonga. Haijaingia huko chini hata kidogo. Sasa wanaangalia tukio mahali walikuwa na walianza kulaumu Uhuru. Ati Uhuru wamewacha hazina ambayo haina chochote. Nyungu ilikuwa ni tupu, hakuna hata mkuku. Ilikuwa ni mwaka jana. Alisema nyungu ni tupu. Sasa ni mwaka moja bado analaumu Uhuru. Mbona wewe hujapika hata hiyo gari yako mwaka mzima? Ungekuwa unafanya nini? Sikaji mshinda yeye. Sasa anazidi tu kutoa weko ushuru hapa. Hiyo ushuru haitafanya kazi yoyote. Hata ukiongeza ushuru ngapi, bado maana yake wale ambao hako nani ni wezi wote. Pesa itakwenda tu kwa mfuko ya watu binafsi. Hakuna chochote. Sasa wanataka kuanza kuuza mashirika ya serikali. Juzi niliongea juu ya mambo ya mafuta. Niliongea mafuta. Nilisikia mambo ya njeri. Sikusikia. Ati mafuta wametoa kule Arabuni na wameweka makampuni yao naleta hapa na bei inaenda juu zaidi. Sasa wametangaza wanataka kuuza mashirika ya serikali. Moja yao ni ile shirika ya kusafirisha mafuta, Kenya Pipeline Corporation, nataka kuuza. Na National Oil Corporation. Kenya Pipeline Corporation ikienda kwa mkono ya watu binafsi, bei mafuta taenda hata mara 100 hapo. KPC is a strategic investment that should not be sold under any circumstances. Lakini wao wanataka kuuza sasa. Mimi nitaongea juu ya hiyo hivi karibuni. Lakini kwa sasa leo mimi nataka niambie nyinyi ati mjitayarishe. Tunaona
mambo hapa itakuwa vile tulikuwa nataka. Tena mimi nataka nichukue nafasi hii nitoe shukrani kwenu nyinyi maofisa. Tuliposema mjitokeze, ati wanafanya nyoko, mtoka kwa wengi sana. Mtoka kwa wengi. Na tukisema hata sasa mrudie, si mko tayari? Si mko tayari? Mko tayari? Nione mkono hapa. Sasa wakati huu tunajitayarisha, na wakati itakuja ambapo sisi tutasema wakati huu walikuwa wameongea tena. Sisi kesho tutakuwa na kikao, tutasoma ile ripoti, alafu tutatoa taarifa kamili kama ni mbaya ni nini. Sawa, tutaangalia vile itakuwa, alafu tutaarifu nyinyi, hii ni sawa, hii ni mbaya. Sawa. Tunataka nyinyi msubiri, mtapata habari kamili. Sasa nikisema sawa, tutaangalia. Lakini sasa kwa sababu tuko na wageni wengi hapa, nataka waongee na nyinyi. Sasa kwa mimi nataka nikisema ODM nasema tuko ODM. Kwa niite Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka. Thank you. Nadhani Prince Ida atakuja huko kambani, msikie maneno. Basi ndugu yangu Raila Amolo Odinga, kiongozi wa chama cha ODM, na kijana yetu gavana wa Kisii, kijana shupavu ambaye uoga kwa akili, kwa DNA yake hakuna, Simba Rati, gavana wa Kisii. Magavana ambao tuko nao hapa, tuache mambo ya itifaki, watu wetu wa Bagosi. Mbia Mori, korona zangu Mbia Mori. Leo sikubeba wasichana kwa sababu wenyewe wana tabia, mkiona mimi na msichana mnachukua. Sasa tutaleta vijana huku baadaye, ndio na wao wafanye kubalance mambo haya. Mimi yangu ni mafupi sana. Kwanza ni kushukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwapatia watu wa Kisii na Kenya hii utulivu, na vile vile kupongeza Gavana Simba Rati kwa kuchaguliwa kwa kishindo. Uchaguzi wa Gavana Simba Rati ulisikika Kenya nzima. Yaani kama mko na shujaa Kenya hii ni Simba Rati. Wangapi bado wanamuunga gavana yao mkono? Sasa yaani mimi nasema yale yako kwa roho yangu. Huyu gavana hapana mchezo. Na ndio sasa watu wa Kenya kwisha hawa wanaanza kumuingilia. Mimi ni wakili na senior counsel. Nilistaajabu hata sasa, na ngojea nipatiwe, nimpigia gavana Simba Rati na akakosa kunieleza. Niliona mimi kwa runinga GSU kwa ofisi
ya gavana. GSU, yani anabeba mabunduki. Hata kama gavana amefanya makosa, uleti GSU kwa ofisi yake, unakuja na arresting officers, unamwambia you are arresting you. Hiyo ni blatant harassment. Blatant harassment. Mambo haya tumeyazungumzia kwa kikao hiki ambacho tumekamilisha National Dialogue Committee. Ndugu yangu Raila walifanya vizuri, ukasema ongoza mambo haya na kesho tutatoa hiyo report. Lakini kabla ya kutoa hiyo report yetu, hapa ni na seneta wa Nyamira ambaye alikuwa mwanakamati wa National Dialogue Committee, Senator Okomo, wakili mashuhuri huyu. Watu wa Nyamira mlifanya vizuri vile vile. Alafu tuko pia na Opio Wandai ambaye ni minority leader kwa National Assembly, lakini sema kweli minority yenu iliibiwa. Yani tunawashinda, tungekuwa sisi ndio majority, lakini wanajiita majority. Mambo haya katika ripoti yetu. Na hiyo msichana wenu siwezi kuongea hiyo hapa. Wacha niwaambieni ukweli. Ngoja niwaambie ukweli. Ngoja kwanza nitoe mambo yetu alafu tuongee hayo. Yale yenye umuhimu mkubwa, hiyo yenu hapa mtasuluhisha. Lakini yale makubwa ya Kenya ndio hiyo. Sasa integrity of political parties. ODM is the leading party kwa Azimio coalition. ODM ikiwa na nguvu, sisi wana Wiper tuko na nguvu. Si ndio namna hiyo? Jubilee vile vile wako na nguvu. Maneno yao tumezungumza, tumepata suluhu. Na hata wao wa Kenya kwanza wana shida zao. Kwa hivyo lazima kuwe na uadilifu, integrity, usawa. Kwamba kama Simba Arati amechaguliwa na ODM, Wezi kuja hapa sasa kuleta kuandama, kuleta hivi, kufanya hivi. Na hata Simba Arati mwenyewe tumesema kama utaharibu uhusiano wako na chama chako, uwe tayari kurudi kwa wananchi, uchaguliwe na chama hicho ambacho wewe mwenyewe unataka. There must be strict, hivi ndivyo tutajenga demokrasia yetu. Hiyo tumekubaliana kabisa. Na ile tabia ya kudhulumu Jubilee tulizungumzia kwa kirefu. Nimeona kijana my co-chair Kimani Ichung'wah, yeye ameingiliwa na kasumba ya Uhuru Kenyatta. Kila akiamka ni Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta anakuja kwa kanisa mwingi, wote wakaamka. Nikajaribu kuelewa what is the problem. Kumbe shida ni kwamba Mount Kenya inamfuata Uhuru Kenyatta. Wao wanaogopa tu, akisikia Uhuru Kenyatta wanaona dunia imekwisha. Uhuru Kenyatta ni coalition leader wa Azimio coalition, ako na haki zake za kikatiba. Huwezi kwa sababu alikuwa former president useme hawezi kuwa na haki ya kupiga kura or to belong to a political party organization. Hayo pia tumeyazungumzia kwa kirefu, mengine machungu tukayatatua. Nataka wananchi wa Kenya wajue kwamba mambo, ikiwa ni mambo ya kuzungumza dialogue, kwanza lazima iendelee, lazima wananchi waongee. Badala ya kuuana tukasema tuongee. Lakini nimeshtuka sana hapa kwamba ukiwa branded, ukionekana na t-shirt ya Simba Arati unauawa kinyama. Hiyo haiwezekani. Hiyo sio Kenya ambayo tunataka. Na mimi nataka korera zangu nyinyi mjue niko pamoja nanyi. Haiwezekani kabisa Simba Arati adhulumiwe. Na mimi nitarudi wakati wa campaign kwa Simba Arati. Huyu at 42 ataenda mbali. Wangapi anajua Simba Arati ataenda mbali sana? So the only thing Simba I can advise you, hata ukivinywa namna gani, dialogue is the best way. Wakati mwingine haifai kuanika mambo. Najua kuna mengine machungu,
lakini hayo ndio ambayo mimi I will lead you along and you get everybody on board. Mtu akikubali Simba ni gavana, chukua yeye. Tunaelewana? Kama mtu amepotea, naona you have to be the leader. Don't believe in kutupa waende mbali wapotee ama wapigwe ama wanyoroshwe. No, you are a leader. And I want to therefore to suggest those ideals za kidemokrasia, develop them and deepen them. Sasa hivi tulikuwa sisi wana Azimio One Kenya Alliance. Katika mazungumzo haya, report tutakuletea our party leader tomorrow. Utaona hiyo report inasema, because walikuwa nasema ile tuliita stakeholders, wakaja wakatoa maoni yao juu ya ushuru. Wengi walikuwa nasema Zakayo ashuki. Zakayo ashuki. Asiposhuka watakata mti. Mnaona hiyo? And we even had a report from Chairman of Public Service Commission, Balozi Muchiri na wenzake, kusema hali ya maisha Kenya hii ni ngumu zaidi. Watu wanafanya suicide, mtu anaangalia payslip ikiwa ni askari, wale askari ambao tulikuwa tunawatetea, lakini sasa maandamano ikiitwa, askari watakuwa mstari wa mbele, vile ambavyo tumeona. Badala kutupa kesi, watatupia hao wengine tear gas. Sasa munisikilize, watu wana commit suicide, wanajua kwa sababu wanaangalia payslip inakuwa negative, hawana namna ya kufanya lolote. Tumezungumza juu ya swala hilo, tukaambia watu wa Kenya wamezungumza, makanisa wamezungumza, hasa Catholic Bishop wakatoa msimamo mkali juu ya gharama ya maisha. Wengine wakatoa msimamo mkali juu ya maisha. Federation of Kenya Employers, makampuni zaidi ya 6,000 sasa wanahama Nairobi kuelekea Tanzania na kwingineko. Vijana hawana kazi. Nchi gani inaweza wakati wa shida kama sasa kupandisha ushuru? Wengine wanaleta economic stimulus, sio kufanyia wananchi madharau na dhuluma ya kuongeza ushuru. Tukajaribu kuwaeleza, hawakusikia. Leo hii nashukuru Mahakama Kuu, the next court in line, our appeal court judges, wamekubaliana na msimamo wa Azimio la Umoja One Kenya, wakatupilia mbali ushuru wa inaitwa in-housing tax. Hatunatoa, kama hamjui hiyo imetolewa tukiwa hapa. Simba ulifanya vizuri kutuita, tukasikia uamuzi wa Mahakama Kuu, not the Supreme Court, the Court of Appeal, 3 judges. Wakasema hii koti hii, ushuru wa nyumba ni unconstitutional. Kwa hivyo hapo wameanguka flat. Tuwapigie makofi majaji yetu. Kwa hivyo ni ushindi mkubwa, ni ushindi mkubwa wa Azimio la Umoja One Kenya. Na ile mengine nasema unless wateremshe fuel tax kutoka 16% mpaka 8%, sisi tumeweka wazi hatukubaliani na hawa. Kwa hivyo kazi tumefanya, na yale mengine hakuna ambaye hajui. Sasa we need an IEBC, Independent Electoral Boundaries Commission, yenye itapata ambaye itakuwa na mamlaka sawa kutokana na mambo yote. Tusipoelewana, Raila na Ruto lazima waketi. Umenisikia hapo? Yani lazima mambo haya tutazungumza, mjue kwamba tuko ngangari na tuwezi kuangusha nia na uzalendo wa wananchi wa Kenya. Kwa hivyo mengine hayo tutazungumza tukienda mbele, lakini nashangilia mimi binafsi umaarufu wa Simba Arati ambaye ametuita kuja hapa. Na mimi naona Simba, don't worry, don't give them a penny kwa watu ambao ni wafisadi. Chunga mali ya watu wa Kisii, na wao ukichunga mali ya Kisii ujue na Wakisii wako kila mahali. Wakisii wako huko Rift Valley, Wakisii wako Nakuru, Wakisii wameingia, hata gavana wa Vuna atuambia some of our officers in Machakos County ni Wakisii. Kwa hivyo Wakisii ni jamii ambayo tunajivunia. Na nyinyi mkae ngangari, mulishindwa tu na Machakos wakati wa maandamano. Hamukushindwa.
Hamkushindwa. Mimi nawapigia makofi kwa sababu tuliona vile mlifanya maandamano. Haki yenu ya kikatiba, haki yenu ya kikatiba. Sheria 37 inasema uko na haki, mwananchi wa Kenya uko na haki kufanya maandamano, kufanya picketing, bora tu usiwe na beba silaha. Lakini kama ni mdomo, maandamano ya mdomo, maandamano kupiga kelele, unaruhusiwa. Na nyinyi wa Kisii mlikuwa nambari 1, mlishinda hata watu wa Kisumu. Namna hiyo. Kwa hivyo basi mimi nashukuru. I think I want to call Umriko Otuoma, gavana wa Busia, Mheshimiwa Otuoma ataonyesha mwenzake wa Machakos, alafu tuko hapa na vijana. Unajua kwenu Kisii inanyesha tu. Lakini nimekula cake, hata si kama sitakula lunch, nimekula cake. Gavana Otuoma, Gladys Wanga amefika. Gladys Wanga. Oh, well done. Ningangari kabisa gavana mwingine mama shupavu. Karibu Mheshimiwa Otuoma. Thank you. Asante sana Kisii. Najua baba amesema ukisema ODM unasema nini? Mko tayari? Mimi nitaongeza nikisema Azimio, sema yawezekana. Umesahau? ODM. Tuko tayari. ODM. ODM. Azimio. Si umesikia imewezekana, tumewashinda mambo ya kuweka ushuru bandia. Na mambo haya ambayo strategic investment kama National Pipeline Corporation, not only strategic but it has security, national security implications. Na kwa hivyo ndugu Raila is spot on that. Kwa hivyo sisi wana Wiper tuko pamoja nanyi. Jiandikisheni kabisa, na wale wengine mjiandikishe Wiper. Asante. Asante sana Kisii. Kisii. Mko gangari? Asanteni sana. Nione salamu za Simba Arati. Simba Arati. Salamu za baba. Asanteni sana. Mimi pia nimekuja hapa kutoka kule Busia. Ndugu yangu Arati aliniita akasema ako na shukrani na pia ako na birthday. Arati sikuwa najua tunajua birthday. Nilikuwa nafikiria tunajua siku ya kuzaliwa. Kumbe ndio birthday. Sasa ndio tumetoka kule Busia na ndugu zangu ambao mumeona hapa, my chief whip na MCS. Mimi nataka tu kuwapigia asante sana kwa kuchagua ndugu yetu Simba Arati. Arati amekuwa na msimamo kutoka kule Nairobi, ile baba amesema, akiwa kansala, akiwa mjumbe, na hapa hata mimi sikuwa naamini ati atapita hii ya gavana. Lakini wakati nilikuwa nimetembea kule Marekani, nikaenda mji mmoja unaitwa kule Minnesota, Minneapolis, ndio nikapatana na Wakisii wengi kule, na walikuwa wananiambia mambo ya Simba Arati. Nikapigia Simba Arati nikamwambia wewe uko na sifa paka Amerika. Hiyo ni makofi kwa Arati. Sasa iliyoko sisi tafadhali, nimesikia mambo kidogo kidogo, lakini najua Simba ataweza hiyo. Tunataka kuambia wale watu, kama wewe ni seneta, mjumbe, muachie kila mtu afanye kazi yake. Sasa Arati ndio governor, awachiwe afanye kazi yake. Kazi ya ndugu yetu na seneta